Mwalimu wangu wa Kiswahili alinifunza ya kwamba ni kupaza sauti, sio kupasa. Ni kupaza, vile mimi najua. Kitu ya pili nataka kusema ni kwamba dressing, kuvalia nguo, is not a salvation matter. Kuvalia nguo vizuri haipeleki mtu mbinguni. Nataka tuelewane. Lakini dressing is a personal value. And the personal values, they tell us who you are. Sawa sawa. Mimi sijui nguo mzuri ya kuvaliwa ni gani, lakini na sijasema nimeona mtu amevalia nguo mbaya. Lakini when you are coming to the presence of God, dress as if you are coming before your Creator. Hallelujah. Najua hapa mwezi sema amina. Asante wale ambao wamesema. The last thing I want to mention before I read the word of God is Jesus Christ alikuwa anajua ya kwamba in a relationship of people there must be an offense. Mahali watu wako na uhusiano lazima kukuwe na kukosana. Alafu Yesu akaandika Matthew chapter 18 verse 15 akasema ya kwamba iwapo mwenzako amekukosea, the Bible says, my version says, go to them privately and try to solve your matter. Yesu hakusema ya kwamba mwenzako akikukosea uende ukaambie wengine kwanza. The first thing you do, unaenda kwake kwanza, mnaongeleshana. Mtu mmoja someone said a statement that was painful but it was true. Alisema ya kwamba nyinyi wa Kristo mnaishi ni kama kuna kitu mnajua ambacho sisi hatukijui. Na akasema ya kwamba you Christians, you are living as if you know Jesus is not coming back again. Alafu akasema hivi, you sing Jesus Christ, you preach Jesus Christ, but you don't live Jesus Christ. Najaribu kusema hivi, hatuwezi kuwa sisi hapa. Bwana Yesu asifiwe. The Lord is good. Nataka kila mtu anisikize. Hatuwezi kuwa sisi hapa kanisani ndio tunaimba iwapo mwenzako amekukosea mrekebishe kwa upole. Si tunaimbaga hivyo? Lakini tukikosana sisi ndio wa kwanza tunaenda kukunywa chai. Alafu tukiuliza mnatuambia preach Jesus Christ. Which Jesus do you want us to preach? I just want to say this. Yule Yesu ambaye tunaimba, yule Yesu ambaye tunahubiri, aonekane kupitia kwa vile ambavyo sisi tunaishi kama watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe. Even now, Lord Jesus Christ, the hour has come that your name should be lifted high. Speak, Lord, for your servants are listening. We pray in Jesus' name. The story of the blind Bartimaeus, it appears in the Bible in the three synoptic gospels, Matthew, Mark, and Luke. Lakini nataka tuangalie briefly on the second appearance of this story in the book of Mark, chapter 10, verses 46. Ukisoma Mark chapter 10, verse 46, mpaka 52, that's where you find the story of the blind Bartimaeus. Lakini nataka tuangalie mahali ambapo tutafika, tutamalizia hapo. The topic of our discussion today inaitwa so near to the Savior but yet far from salvation. The topic of our discussion is so near to the Savior but yet far from salvation. Ukisahau yale ambayo yote nitaongea hapa leo, ukumbuke kitu moja. You can be so near to the Savior but still far from salvation. Kitu najaribu kusema ni kwamba kulikuwa na kipofu ambaye alikuwa anaitwa Bartimayo. Kulikuwa na umati wa watu na kulikuwa na Yesu Kristo. Sasa hawa watu ambao walikuwa wanatembea na Yesu
walikuwa wanatembea na Mwokozi, lakini walikuwa mbali sana na wokovu. Tunaelewana kweli? Lakini wale ambao, Bartimayo ambaye hakukuwa karibu na Yesu, akatangulia kukuwa mtu wa kwanza ku-acknowledge Yesu kama Mwokozi. In other words, Jesus of Nazareth ni Yesu mwana wa the carpenter, son of the carpenter. Lakini the son of David is a prophesied Messiah. Sasa wakati Bartimayo anauliza nani huyo anapita, umati unamwambia yule ambaye anapita ni Yesu mwana wa Nazareti. Inamaanisha ya kwamba kwa umati Yesu alikuwa tu ni mtoto wa Maria na mtoto wa Yusufu. But when Bartimayo heard it was Jesus, he didn't shout and call Jesus of Nazareth. He called Jesus the son of David, meaning Jesus the Messiah. Mungekuwa mmeelewa hiyo point, ningemalizia hapo. Hiyo amen sio ya kuelewa, hiyo ni ya kutaka nimalize. Mkisema amen mzuri ya kuelewa nitamaliza. Najaribu kusema hivi, wana wa Mungu, Yesu ambaye umati uliona alikuwa ni mwana wa Yusufu, the son of a carpenter. Lakini Yesu ambaye the blind Bartimaeus aliona alikuwa ni Yesu ambaye ni Mwokozi. In other words, najaribu kusema hivi. Hii story wakati nilikuwa nasoma ilinikumbusha the story of the thieves at the cross. Kulikuwa na wezi wawili kwa msalaba. Mmoja alikuwa karibu na Mwokozi lakini alikuwa mbali na wokovu. Mwingine alikuwa karibu na Mwokozi na alikuwa karibu na wokovu. I'm trying to say, you can be in church here, you can be singing powerfully, you can be so near to salvation, you can be so near to the Savior, but still you are far from salvation. Nataka kuomba ya kwamba wale wote ambao tumeketi hapa, wale wote ambao ni watumishi wa Mungu ambao wanaimba, jinsi ambavyo tuko karibu na Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi, tuwe wa kwanza ambao wataokolewa wakati Yesu Kristo atarudi. Ni wachache wataenda mbinguni. Asante. So, verses 46 inasema ya kwamba, then they reached Jericho, and Jesus and his disciples left town. A large crowd followed him. A blind beggar named Bartimaeus was sitting beside the road. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout. Nataka niwakumbushe kitu moja. Ukisoma Old Testament, kuna wakati watu walizunguka mji wa Yeriko wakiwa na tarumbeta, wakipaza sauti na nyumba zote zikaanguka. Mnakumbuka kitu kama hiyo? Hiyo ilikuwa ni Jericho. Tena sasa hivi tukiwa Jericho tunapata ya kwamba Bartimayo aliokolewa kupitia kwa kupaza sauti. Nataka niwaulize wana wa Mungu, mnataka kuniambia ya kwamba Yesu au watu walikuwa wanatembea kwa umati wote, hakuna mtu alikuwa mgonjwa? Kulikuwa na watu ambao walikuwa wanataka uponyaji, lakini yule tu ambaye alipata uponyaji ni yule ambaye alipaza sauti. Nataka kusema hivi, in Jericho you only get delivered when you shout. Bwana Yesu asifiwe. Jericho, ukiwa Jericho yako inaweza kuwa ya wewe uko na shida kwa familia yako. Kila mtu wako na Jericho yake. Lakini katika Jericho, mji wa Jericho, you only get saved by shouting. Kuna wakati Yesu alikuwa amelala kwa storm, kwa boat. Alafu there came a storm. Wakati hiyo storm ilikuja, they only got saved when they called on the name of Jesus. Na napenda kitu moja ya kwamba wakati Yesu anakuja, anauliza Bartimayo, unataka nikusaidie, nikufanyie nini? Yesu alikuwa anajua kile ambacho Bartimayo anataka. But until you call on the name of Jesus, that is when you get saved. Nimesema hivi,
It doesn't matter uko na shida gani, lakini mpaka ukiita jina la Yesu ndiyo utapata wokovu. Lazima upaze sauti ndipo uweze kupata wokovu. Wacha nimalize nikisema hivi. Umati uliona Yesu ambaye alikuwa ni mwana wa carpenter. He was the son of man to the crowd. But to Bartimaeus, Jesus was the son of David, meaning a Messiah. I want to say this. Jesus was a man and a God. Jesus was a man enough to be born of a woman, but he was a God enough to save the woman who gave birth to him. Did you get that? Bwana Yesu asifiwe. Jesus was man enough to be born of a woman, but he was God enough to give birth, to give salvation to the woman who gave birth to him. Jesus was a man enough to feel hungry and thirsty, but he was God enough to declare himself to be the bread of life and the water of life, the living water. Jesus was a man enough to walk with the crowd, but he was God enough to ascend to heaven. And this is the Jesus Christ I'm talking about. He is man enough and God enough to deliver you from all your circumstances. He is man enough to know what you are going through, and he is God enough to save you from what you are going through. But until you call on the name of Jesus, that is when you will be delivered. Hallelujah. Mpaka ukipaza sauti umwambie Yesu, nataka unisaidie hiki na kile. Tukimaliza kutoka hapa, usikuwe mtu ambaye anachoka kupaza sauti. Ita jina la Yesu mpaka siku ambayo utapata kuona. Najua nangoja mpaka muelewe ndio nimalize. Nimesema hivi, tuendelee kuita jina la Yesu. Ile shida ambayo Wakristo wako nayo siku hizi ni kwamba you want to limit God to instant answering of our prayers. Lakini Mungu, yeye anajibu maombi kwa wakati wake. Let us learn to keep shouting and crying, kuomba Mungu aweze kujibu maombi yetu, and give God some time to answer our prayers at his perfect time and by his own will. May God bless you in the wonderful name of Jesus. Ninyi hamjaelewa lakini Mungu atawasaidia. Sijui kama ni kizungu, lakini Mungu atawasaidia. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Tusimame kwa ombi. Tunaomba. Mtakatifu Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu. Asante Mungu kwa sababu umekuwa nasi. Tumesoma neno lako kupitia kwa yule ambaye uliponya, alikuwa anaitwa Bartimayo. Yale ambao tumezungumza hapa Baba, wale ambao wameelewa uweze kuwabariki. Na wale ambao hawajaelewa kitu chochote, tunaomba ya kwamba uweze kufanya ujumbe huu uweze kueleweka kwa sisi wote. Na zaidi ya yote, uweze kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Sisi wote kama Bartimayo tuko na upungufu wa kuona yale ambayo umetutendea. Lakini tunaomba ya kwamba uweze pia sisi kutupa macho ya ndani, tuweze kuona yale ambayo tayari umetenda, ili tuweze kukushukuru na tungoje yale ambayo mengi ambayo umetutayarishia. Kwa wakati huu tunaombea siku hii, ile hafla ambayo imepangwa hapa, tafadhali Mungu wacha kila kitu kitendeke kulingana na mapenzi yako. Hebu kuwa nasi sasa na hata tamati. Tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.